Jicho la Mungu halijawahi kufumba, na siku zote msiba hauchagui nyumba. Alikuwa ni kijana bora sana, mwenye ndoto na malengo makubwa katika maisha yake, lakini ndoto zake huzima mithili ya mshumaa uliopulizwa na upepo, na kujikuta kulalia katika godoro la mawe. Ndoto zake, malengo yake yote mithili ya mawimbi ya bahari yaliyopigwa na upepo na kupotea. Kijana huyu, kula yake, tembea yake, vaa yake ilikuwa ni nguvu ya jasho lake mwenyewe. Ndugu, jamaa, marafiki zake walimpenda zaidi kwa ajili ya mali zake. Wakasahau ya kuwa kufa hana. Mitihani na maradhi yakapiga hodi katika mwili wa kijana huyo, ikampelekea kutafuta tiba nchi mbalimbali, ikiwemo China, Marekani, hadi India, lakini hakuweza kupata tiba yoyote inayoweza kuponya maradhi yake. Hali hiyo imempelekea hadi kufilisika kwa mali zake. Ndugu, jamaa, marafiki waliokuwa wakimpenda wako wapi leo? Wamemtenga. Kijana leo anapata shida peke yake, anapata maumivu ya moyo. Jamani, tusitengane wakati wa shida, tukapendana wakati wa raha. Huu si utu wala si ungwana. Kwa stori zaidi zenye visa, mikasa, zenye kuelimisha na kusisimua, usiache kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii: Facebook Ommy TZ, Instagram Ommy TZ, YouTube Ommy TZ, TikTok Ommy TZ. Usiache kusubscribe na kucomment na kulike katika chaneli yangu ya Ommy TZ. Kwa mawasiliano zaidi napatikana WhatsApp namba 0710452087. Ni hivyo tu, nilikuwa ninawakumbusha ndugu zangu katika dunia ni mapito tu. Leo wewe, kesho kwa mwingine. Asante kwa kunisikiliza na kutakia utazamaji mwema.